kumkumbuka Pastor Pius Mwiru wa Maximum. Ndio walikuwa wanaomba mwaka uwe wa baraka, walikuwa na kuombea uondoke dunia hii. Kama kuna mwaka unahitaji ulinzi wewe, ni huu mwaka ambao tumeingia, unahitaji Miracle Center. Huyu jamaa amekuwa auction na bank, possible auction, mali zake zinaenda kufungwa na ni takriban mali ambayo inakaribia milioni 100. Ulinzi wa Bwana kwenye safari za ndege, unahitaji ulinzi wa Bwana kwenye safari za SGR, unahitaji ulinzi wa Bwana unapoingia hizi Uber na Bolt na zote 960. Ile wakati ambapo Wakenya walikuwa wamepandisha imani juu sana, karibu hata kuweka mikono yao kwa redio, kuna nuru gizani. Huyu jamaa, unahitaji ulinzi wa Bwana hata ndani ya nyumba yako, maana kuna watu wamekupangia mabaya, kuna watu wamekupangia maovu, kuna watu wamekupangia uangamie. Alikuwa anapokea pesa nyingi sana kwa jina la sadaka, na alikuwa anafanya investment kubwa kubwa sana. Hawa watu wako na siri ya kutubeba sisi ufala, kutuonyesha ya kwamba hakika kinachotuleta pamoja nao ni Mungu, lakini behind the scene wanafanya investment kubwa kubwa 960 million. Sahi jamaa ni tajiri, lakini inasemekana ya kwamba ana face possible auction, maana alichukua loan. Wachungaji pia wanachukua loan. Maajabu, alichukua loan na sasa loan haijalipwa. Sasa huyu jamaa kuna possible ya auction kufanyika na vitu vyake vikapate kuchukuliwa. Unamkumbuka Pastor Pius Mwiru, baba wa Ezekiel? Lakini Ezekiel anasemaje kuhusu haya maneno? Ezekiel anasema ya kwamba Pastor Pius Mwiru ni babake wa kiroho na kwamba yeye ni mbegu ambayo ilipandwa na Pastor Pius Mwiru mwenyewe. Anasema ya kwamba wakati wowote Mwiru atakuwa katika shida, katika shaka au katika hitaji lolote lile, basi yeye yuko tayari ili kuweza kumsaidia baba wake wa kiroho. Anasema ya kwamba yeye ni mbegu ambayo ilipandwa na mchungaji Pastor Pius Mwiru. Kwa hivyo unapopanda mbegu unatarajia kuivuna wakati ambapo imekolea, wakati ambapo imekua. Kwa hivyo Mwiru, wakati ni huu wa kwenda kwa Pastor Ezekiel na kudhibitisha ya kwamba maneno ambayo Ezekiel alikuwa anasema ni maneno ya ukweli. Wakati ni huu wa kudhibitisha kama Ezekiel alikuwa anamaanisha maneno yake alipokuwa anasema ya kwamba yeye ni mbegu ambayo wewe ndiyo ulipanda. Sahii unadaiwa milioni 960 na mali yako iko katika hatari ya kufungwa. Basi Ezekiel, wakati ni huu wa kujitokeza na kuonyesha kwamba maneno ambayo ulikuwa unasema basi ulikuwa unayamaanisha. Si ni kweli? Hivyo ndivyo alinipa hizo viatu, niko nazo. Hizo viatu ziko mpaka leo. That was 2013. Ndio viatu vyangu hizo akachukua. Hivyo ndivyo nilipata anointing. Wakati huu haukunijua. Ulikuwa unanijua? Hebu isongeze mbele kidogo, kidogo tu kama inaweza songa mbele. Huyo ndio Pastor Ezekiel. Na huyo ndio babake. Hata saa hizi nimenona. Alinipata hivyo. Nguo haikuwa hii. Nikashati.
Na huyo mtu si unaona hata kamechanganyikiwa, hajui hata hizo vitu. Eti bishop anahubiri hapo. That was one of the greatest miracles in life. Ako kwangu anahubiri hivyo. That was a miracle to me. Yule unamuona kule mwisho, huyo ako na nguo nyeupe, leo hii hayuko, ako kaburini. Huyo ndiye alimdrive akimleta. Madhabahu ilikuwa hivyo. Nikienda majaoni, he was there. He saw his seed. He began to raise his seed, to prepare his seed. Nimefanya kazi majaoni. Every time nikienda kufanya kitu nakumbuka, I don't know, he knows. I also wanted to be a good seed. Nikija Mavueni, before you came here, Bishop was here. And he put his footsteps here. And he prophesied here. So this man has been raising his seed. And